Tunaendelea na somo letu ambalo tulikuwa tumelianza, na leo tunaenda kuangalia mahusiano makubwa kati ya mafua ya kuku na kideri, avian influenza na Newcastle disease. Kwa hiyo kabla tujaendelea, jitahidi kusubscribe kwenye channel yetu, endelea kupata video nyingine nzuri zinazokuja. Lakini pia kupata ufugaji wa asili wa namna bora ya kukuza kuku bila kutumia madawa, ambao tunasambaza kwa kampuni yetu ya Ekno. Namba za simu zitakuwa hapo kwa ajili ya mawasiliano mengine. Tunajitahidi sana kuendelea kutoa elimu na tunatamani watu wengi wafaidike. Hivyo pia sio mbaya kama utashare video hii katika makundi ya WhatsApp na sehemu nyingine ambako watu wengi watapata elimu hii nzuri. Okay. Leo tunaangalia mahusiano yaliyoko kati ya kideri na mafua makali ya avian influenza. Tunaweza tukasema mafua ni kideri, lakini kideri sio mafua. Yaani mafua ni mojawapo ya dalili iliyoko pale ambako unataka kujua kuku anaumwa mafua, anaumwa kideri. Mojawapo ya dalili ni mafua makali. Kwa hiyo mafua yanaingia ndani ya kideri, lakini kideri ni zaidi ya hayo mafua makali. Kwa hiyo mara nyingi sana usipokuwa na uchunguzi wa kina, una uwezo wa kudhani kuku wako amekufa kwa kideri, kumbe kafa kwa mafua. Na unaweza ukadhani kuku wako amekufa kwa mafua, kumbe amekufa kwa kideri. Vinahitajika kuwe kuna vipimo vya mara kwa mara sana vya kugundua utofauti huo, ili kuweza kupata picha halisi ya nini kinachoendelea. Twende taratibu. Ya kwanza ni kwamba magonjwa yote mawili, mafua ya kuku na kideri, magonjwa yote mawili ni ya hatari na yanaua mpaka 100% ya kuku kwenye banda. Huo ni mfanano wa kwanza ambao unafanania. Ya pili, njia zake za kusambaa zote ziko sawa. Zote zinasambaa kwa njia ya kutembea, mtu mwenye kirusi kuingia kwenye banda au vyombo vya maji na vyombo vya chakula ambavyo vina virusi, vyakula ambavyo vina virusi. Ila pia ndege wa porini wana uwezo wa kuambukiza hayo mafua na kideri. Ni mfanano wake mwingine. Ya tatu ni kwamba magonjwa yote mawili, kideri pamoja na mafua, hayana dawa za moja kwa moja. Hapa tunaongelea aina zote mbili, dawa za kisasa na dawa za asili. Ila unapotambua dalili zake kwa mapema, dawa zilizoko zinasaidia kutuliza vile visababishi au zile dalili na kupunguza athari ya vifo, kupunguza vifo. Zote za aina mbili. Na sio tu za wanyama, mafua mpaka ya binadamu. Unapoenda hospitali hamnaga dawa ya mafua specific kama dawa ya mafua. Hicho ndio kitu ambacho kiko kitaalamu ambacho mnatakiwa tu pia mkielewe. Kwa mtu anaposema nimetumia dawa mafua haijasaidia,
hiyo kesi nadhani sasa inaweza ikawa na solution kubwa sana kwenye hii sehemu hapa. Cha kwanza unatakiwa kuwahi kabla zile dalili au yale mafua hayajakolea ndani ya mwili wa kuku. Hivyo hivyo hata kwa kideri, kwenye zile dawa za asili ambazo tunazitumia kwa ajili ya organic kideri ambayo tulikuwa tunaitumia. Ni pale unapowahi zile dalili mapema, inakusaidia kwenye kupunguza vifo na inakusaidia kwenye kutibu zile dalili ili kutibu ugonjwa moja kwa moja. Kwa hiyo hii pia inakubaliana na sisi kwamba hata dawa unazoziona za kisasa za mafua ziko katika mfumo huo wa kupunguza. Na ndio kitu kingine ambacho kikubwa kuliko chote ni kwa sababu pia hawa virusi wameonyesha uwezo mkubwa wa kuzoea dawa kwa haraka, virusi wa mafua. Ndio maana unakuta mtu atatumia dawa ya kwanza, lakini akija kutumia tena haifanyi. Kwa nini? Ile dawa imekwisha kuzoelewa kwa muda mfupi. Na hii nadhani huko mbeleni utakapoendelea kutusikiliza tutakwambia namna gani ya kusaidia hiyo sehemu. Lakini kwa kifupi kabisa, hayo ni mahusiano makubwa kati ya kideri na mafua. Ingine ni kwamba zote mbili zina kinga. Na hapa kama Ecno tuna kinga ya mafua, ya organic mafua, ambayo hii inatumika katika ratiba ambayo tumeiweka. Ila pia kama tulivyoonyesha kule, kuna kinga pia ya kisasa ya mafua, ambayo tumeshauri sana itumike ile ambayo inakuwa haijachanganywa na kinga ya kideri. Lakini pia kwa kideri pia tuna pia kinga ya asili, lakini pia tuna kinga ya kisasa. Kwa kusummarize kabisa, mafua ya kuku, na hapa naongelea ile high pathogenic, yale mafua makali, na kideri vina mfanano, tuseme nini? Vina visababishi vinavyofanana. Kideri na mafua. Kideri na mafua, kisababishi namba 1 tumegawa ziko katika makundi mawili. Namba 1 iko katika mfumo wa fahamu wa kuku, ambao zote mbili zinaathiri mfumo wa fahamu wa kuku. Na mfumo wa fahamu ukiathiriwa, ndo anakuwa anafanya yale matendo ambayo sio ya hiari, kama kuzungusha, kupiga kichwa chini, kupandisha yale mabega, kuvuja kinyesi hovyo, na mambo mengine ambayo anafanya bila yeye kutambua kama anafanya. Kusinzia ile, kushindwa kutembea, kusimama, yote yanaathiriwa na mfumo wa fahamu. Magonjwa yote mawili yanaathiri mfumo wa fahamu. Lakini ya pili ni kwamba magonjwa yote mawili yanaathiri mfumo wa upumuaji. Na hapa kwenye mfumo wa upumuaji tunaongelea kwenye mfumo wa upumuaji hapo tunaongelea dalili zote zile zinazoonyesha za mafua, kama vile kupumua kwa shida, kutoa kinyesi cha majimaji, kukohoa, kupiga chafya, kuku kushindwa kuchangamka. Lakini pia inaathiri
kama ni kwa kuku wakubwa wanaotaga, inaathiri pia utagaji, ila pia inapunguza ulaji wa kuku. Na yote yanaenda pia kuathiri mfumo wa tatu ambao ni mfumo wa usagaji wa chakula. Ikiwa inamaanisha kwamba yote yanasababisha magonjwa yote mawili yanaingia kwenye mfumo wa kinyesi. Inaathiri mfumo wa usagaji wa chakula mpaka kuingilia kwenye kinyesi, ambako kwa kideri kinatoa kinyesi cha rangi ya kijani mpauko, na hii kingine kinakuwa ni cha mafua, kinakuwa ni kina majimaji ndani yake. Kwa hiyo hizo ndiyo mifanano mikubwa mitatu. Kwanza kwenye upande wa kwanza ambao tumesema ni wa kinyesi. Ya pili ni kwenye upande wa mfumo wa usagaji wa chakula ambao tumesema kwenye kinyesi. Ya pili ni mfumo wa fahamu, na ya tatu ni kwenye upande wa mfumo wa upumuaji. Okay, tufanye nini sasa baada ya kugundua vitu vyote hivyo? Cha kwanza ni kufuata utaratibu wa kuwakinga kama tulivyosema mara ya kwanza, na hapa haijalishi utakinga kwa kinga gani, ya asili au ya kisasa, lakini hakikisha unafuata utaratibu. Kama utafuata utaratibu wa kinga za kisasa, basi unaweza ukafuatilia kwenye upande wa wanaouza kinga za kisasa. Lakini kwa hapa Ecno tuna utaratibu wa kukinga kwa kinga za asili, ambayo mafua tumesema kwa chinja ya vifaranga kuanzia siku moja tunamkinga kifaranga akiwa na siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, kama mnavyoiona hapo. Mafua tunakuja kumkinga siku ya 10, 11 na 12. Afu anakuja tena kukingwa siku ya 24, 25 na 26 organic mafua. Wakati kideri ikiwa ni siku ya 7, ya 8 na 9, ambayo hii ya kwanza, kideri ya kwanza tunashauri iwe ni ile ya kisasa, ambayo itakuwa ni kwa siku ya 7 peke yake kama utatumia kisasa. Ya pili ya kurudia inakuwa ni hii ya asili kwa kuku ambao watakuwa wanatumia. Kwa hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni hii ya mafua ambayo tunakuwa tunakinga kila mwezi mara moja, ambayo wiki ya kwanza inakuwa ni mafua. Hii hapo organic mafua tunakuwa tunakinga katika wiki yao ya kwanza. Hiyo ndo ya kwanza kabisa. Hawa ni kwa kuku wakubwa. Na maana kwa mwezi mara moja kwa siku 3 mfululizo, wiki ya kwanza inakuwaga ni kukinga mafua. Bisa unaweza ukajiuliza tutawasilianaje, au unaweza aje ukapata dawa za mafua za asili au kinga ya mafua ya asili. Basi tuna mawakala nchi nzima kama wanavyoonekana kwenye picha. Namba ya ofisi ni hiyo hapo chini, 0744694651. Lakini hawa ndo mawakala wetu tulionao nchi nzima, kuanzia Arusha, tuna Mianzini, tuna Manyara, tuna Babati, tuna Moshi mjini, tuna Singida, tuna Shinyanga, tuna Kahama, Tabora, Dodoma. Tuna mawakala nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukaangalia katika listi yako ukaona ni wakala gani ambaye atakuwa katika mkoa wako, ambayo unaweza ukapata huduma zetu zote kwa gharama nafuu kabisa. Tunasema okoa gharama, fuga kiasili. Hii ni Ecno Group. Tuko Morogoro mjini, karibu na opposite na Kingalu, soko kuu la Kingalu. Karibuni sana. Okoa gharama, fuga kiasili.